Bwana Yesu asifiwe. Leo tunakwenda kujifunza neno la Mungu. Tutaendelea na ile topic ya kuhusu maombi. Na kichwa cha somo kinasema ya kwamba Mungu hujibu mahitaji yetu kutokana na nguvu zake zilizoko ndani yetu. Tutasoma Kutoka 17 kuanzia mstari wa 8 mpaka ule 13. Neno la Mungu linasema, wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu, nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipouinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Kwa hiyo utaona hapa Israeli walikuwa wanapigana na Amaleki. Asa Musa anamwambia Yoshua, nenda kapigane nao, mimi nitaenda kwenye ule mlima kule na fimbo ya Mungu. Asa wakati Yoshua anapigana na Amaleki, biasema Musa alipoinua mikono yake juu, Israeli walishinda, na alipoishusha mikono yake, Amaleki walishinda. Ina maana Musa alipoinua mikono yake alikuwa anawaombea Israeli, alikuwa anaachilia nguvu za Mungu, na Mungu alikuwa anatumia zile nguvu ambazo Musa anaziachilia, anawapa ushindi Israeli. Lakini alipokuwa anashusha mikono, inapokuwa imechoka, ina maana alikuwa anaacha kuomba. Biblia inasema na aliposhusha mikono, Amaleki walishinda. Ina maana aliposhusha mikono alikuwa haachilii nguvu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anakosa nguvu ya kutumia kuwapigania Israeli. Ina maana Amaleki wanashinda. Ina maana kwa jinsi ya mwili Amaleki walikuwa wana nguvu zaidi, au wana vifaa vizuri zaidi, au wana tekniki zaidi kuliko Amaleki. Lakini kinachosababisha Israeli washinde ni maombi ya Musa. Na wale wa Amaleki wangejua, wangeenda tu kupambana na Musa anayeomba, ile vita ingekuwa rahisi. Kwa hiyo Mungu anajibu maombi yetu kutokana na nguvu yake iliyoko ndani yetu sisi ambao tunaiachilia. Lakini pia ukisoma Waefeso 3:20 inasema wazi kabisa ya kwamba atukuzwe Mungu awezee kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Anasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Umeona? Anasema Mungu ana uwezo kufanya mambo ya ajabu mno, yani ya kushangaza. Anasema zaidi ya tunavyoomba au tunavyowaza, lakini amejiwekea sababu kwa kadri, kwa kipimo, kwa kiwango, anasema cha nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ina maana unapoomba au unapowaza unaachilia nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, na Mungu anatenda mambo ya ajabu kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi iliyoko ndani yako. Kwa hiyo ina maana unapoomba unaachilia nguvu, Mungu anatumia ile nguvu kufanya jambo ambalo unaliombea. Unapoacha kuomba unakuwa haurelease ile nguvu, unakuwa hauachilii ile nguvu. Kwa hiyo Mungu anakosa cha kutumia kukushindia. Yaani Mungu hajibu kitu kwa nguvu zake zilizoko mbinguni, no. Ni kwa nguvu zake ambazo tayari wewe kama mtu wa Mungu au tayari kama unayemcha Mungu, hizo nguvu unazo ndani yako wewe. Kwa hiyo inatakiwa uziachilie ili zikajibu lile hitaji ambalo unalihitaji. Unajua maisha yetu ya kumcha Mungu ni sawasawa na mfumo wa umeme wa solar system. Unajua mchana solar ina charge. Jua linapowaka betri zina charge, zinapokea nguvu kutoka kwenye zile panels. Usiku unapowasha taa au unapotumia ile solar, nguvu ambayo imechajiwa kwenye betri ndio inayotumika kuwasha zile taa, sio panel tena, hapana. Kwa hiyo ndio hivyo, unapoomba mbele za Mungu ni kama unajichaji. Unapoanza kutumika au kuombea mtu au kuombea, sasa zile nguvu ambazo ziko ndani yako za Mungu ndio zinatoa kwenda kufanya kile kitu. Ndio mfumo huo ulivyo hivyo.
Lakini pia hata ukiangalia kwenye Wafalme wa Kwanza 18, nadhani kuanzia kwenye mstari wa 41 au 42, pale Elia na Ahabu, Biblia anasema ya kwamba kipindi kile Elia ambavyo alivyokuwa amesema kwamba haitanyesha mvua miaka 3 na miezi 6, na baadaye akasema kwamba baada ya miaka 3 na miezi 6 akaomba mvua ikanyesha. Anasema hivi, akamwambia Ahabu, inuka ule unywe, maana mvua inakuja. Inasema yeye akapanda mpaka juu kwenye kilima cha Karmel. Anasema akainama kifudifudi mpaka magoti, na maana akaanza kuomba. Alafu akaanza kumtuma mfalme wake, nenda upande wa baharini ukaangalia.